Ni mwanamuziki katika new generation. Ni mwanamuziki anawaza hit ya kuiteka East Africa. Ismail Nyong'oro cha kwanza si mchoyo. Bro, mimi sikufichi. So na baadhi ya wasanii wote ambao nawajua Burundi. Kila msanii niko na mtu ambaye nimemweka karibu yake kwa sababu ya kujua habari zake. Bro, walijaribu kisi yote kumzima Madiba da Classic kimuziki la walishinda bro. Ami Pro alijaribu kumzima Madiba da Classic kimuziki. Alishindwa. Weka wasanii wote hapa Burundi wanaojua. Msanii yuko nguvu sana kwa mambo ya chorus. Ni MB Data. Big brother, dramatic congratulations sana my big brother. Bantu Boy ni wachoi, wanajaribu kumpush Farious Big peke yake. Bakunzi ba Flip GTV ya banzo koresha umwanya mukuru, subscribe na kindi like kugira na comment kuri emission ko akenshi commentaire ziratuma tumenya ivyo dukwiye guhindura canke tugiye kongereza kuri Flip GTV. Murazi neza yuko yazanywe no kuzamura impano no kubazanira bimwe binyegezwa muri entertainment yacu. So today rero ndi kumwe n'umukunzi w'umuziki ndundi, umupresenter mugenzanje, ariko reka ndamuramutse. Bite bro? I am good big brother. Uko fresh reki? Alhamdulillah. Nariko ndavuga Kirundi, ariko Kirundi ni kiduga. Yes bro, vipi sasa? Ni khairi kwa sababu kila jambo tunamtanguliza Mwenyezi Mungu, kwa sababu mtu kufikia hapa bila uwezo wa Mwenyezi Mungu hamna lolote. Uyu bamwita Ismail, wewe kazi yao presenter uone chukuri yaje, umeanza kaje, unaiona ina ikinenda wapi? Bro, kazi ya presenter wengi wanaichukulia kama mambo tofauti bro. Mimi kazi ya presenter naichukulia kama kazi, kwa sababu mimi kwa kusema niingie kwanza kwenye hii kazi ya presenter, kwa sababu kuna baadhi ya watangazaji ambao mimi nawakubali sana bro. Wakina nani? Bro, mimi Burundi nzima, weka mtangazaji yote unayemkubali. Wenye yuko hapa Burundi, hamna mtangazaji wa kunitisha mimi, wote mimi nakalisha chini. Weka Ami Pro, mimi nakalisha chini bro. Huaga namkubali sana avec Ismail Nyong'oro. Kwa sababu ni mengi ni Mswahili. Hamna, sio kwa sababu ni Mswahili bro, kwa sababu kuna baadhi ya mengi ambayo najifunza kutoka kwake. Na pia watangazaji wa nje ya nchi namkubali sana Johnny Joe. Safi. Na kwa hapa kitu kiburundi, namkubali sana Kevin The Hot, pia nawe nakukubali kwa sababu nikiangalia kama niko natizama huko miongoni mwa watangazaji ambao wanajituma sana, na Allah akuwekee wepesi ufike sehemu ambapo unatamani kufika. Asante sana. Kwa sababu kazi ya utangazaji, kwa sababu niko natumia katika channel ya Ami Pro Show TV. Baada hapo, kwa sababu hii game ya Burundi wengi wao ni wanafiki sana. Ni wanafiki. Baada hapo kuna mambo ambayo yalitokea, nikaamua kupush kutoka kwa Ami Pro Show. Nikaamua kucreative ya kwangu, nikapata mtu ambaye wakunishika mgongoni kwambia mdogo wangu uko na talent, na mimi kwa sababu ni Mrundi acha nikusaidize, ndio nika create with the local Steve. Yes. Ismail anakuambia eti yeye anaona watangazaji hapa Burundi hamna mtangazaji hata mmoja ambaye anamtisha isipokuwa ni avec Ismail Nyong'oro bro. Ismail Nyong'oro anadaiwa kwamba anakamata watu, yani ana matusi mingi, ana dharau kubwa sana kwa wasanii wetu. Akitoa muziki anaponda, kila akitoa muziki anaponda. Aje anakuwa inspiration yako wakati anaponda sana wasanii wetu bro. Ismail Nyong'oro cha kwanza si mchoyo. Bro, mimi sikufichi. So na baadhi ya wasanii wote ambao nawajua Burundi. Kila msanii niko na mtu ambaye nimemweka karibu yake kwa sababu ya kujua habari zake. Stories zote za wasanii wa Burundi nazo mkononi bro, kwa sababu nazijua. Ismail Nyong'oro sio mchoyo, kwa sababu ni mtu ambaye akipata story yote kuhusu msanii anajaribu kuchangia na wenzake wa mafanzi wake bro. Ismail Nyong'oro si mchoyo na si mnafiki, kwa sababu hii game ya Burundi wengi ni wanafiki. Watadia kwamba eti wanajaribu yani kukupromote. Wengi wao ni wachoyo bro. Kuna baadhi ya wasanii wengi ambao hawasikiliki kwa sababu ya uchoyo. Kuona muziki wa Burundi haufiki sehemu ambayo unatamani kufika ni kwa sababu wengi wao wasanii wana mchango mkubwa kuona muziki wa Burundi huvuki. Sisi majournalist tuna mchango mkubwa kuona nini muziki wa Burundi hufiki. Kwa sababu wewe unaniambia eti nifanye kipindi na Nasok Salum Lolilo, ama nifanye kipindi na Farious Big, nifanye kipindi na Satibi, nifanye kipindi na msanii fulani.
unajua nimefanya kipindi na wewe, kisha pale ya kuweka hata ile link kwenye channel, kwenye status hata yako ya WhatsApp pia na zingine status pia iko Insta, hujaribu kuweka. Je, unatamani muziki wa Burundi ufike? Ni kupondana. Yeah, sona bro. Unaona hata hizi Instagram. Kuna wengi wao wana create Instagram za ambazo ni za kuuzwa, kisha naenda kwenye mitandao ya kijamii unadai ya kwamba eti ni Instagram ya kwamba umeanza, kwa sababu wengi hawajui kuchunguza. Ila mimi kwa sababu mimi kwa sababu asili ya Mswahili ni kuongea sana, na asili ya Mswahili ni umbea. Umbea. Mswahili ni kwa mbea sana. Sasa hakuna cha hivi na uwaka, lakini hamna hivyo kwa mbea sana. Unachunguza mtu aduna mchunguza ati chooni vrema. Sisi haiui kitu kabisa bro, haiui kitu sana. Nikibia siri kimoja, kuna baadhi ya media na baadhi ya majournalist walijaribu kumzima Madiba Da Classic kimziki, ila walishindwa. Unamfahamu Madiba Da Classic? Bro, walijaribu kisiote kumzima Madiba Da Classic kimziki, ila walishinda bro. Pro alijaribu kumzima Madiba Da Classic kimziki, alishindwa kupitia media fulani bro. Hao wote unaona wanajifanya master kwenye huyu muziki big brother. Madiba Da Classic anawazidi riski kwenye muziki, anawazidi riski. Hakuna msanii wote ambaye anamzidi riski Madiba Da Classic. Ukituambia hivyo unataka kusema nini kawaida bro? Madiba Da Classic yule dogo ni mwanamuziki katika new generation. Ni mwanamuziki anawaza hit ya kuiteka East Africa, sio hit ya kuiteka Bujumbura. Hapana, Burundi, Bujumbura huko. Ikijeta ndio hit song yako inakuwa imefika Rumonge bro. Yule dogo anajaribu kuitengeneza hit song ya kuiteka East Africa. Baada ya kuiteka East Africa, basi ataiteka Africa bro. Yeah, classic boy. Jaribu kimuziki big brother. Tengeneza hit ambayo hitochukua hata mwezi mmoja, ichukue zaidi ya miezi kadhalika. So nikibia siri kimoja, wimbo wa Nzoduga wakake WJ, unaojua wewe? Miss You Mama kwake Madiba Da Classic, unajua? Ubunifu ambao WJ ametumia kwa wapi? Kwa sababu mimi naangalia muziki, nasikiza maneno, nasikia maneno kweli yana mafunzo. Okay, yana mafunzo, sijakataa. Je, ubunifu gani WJ ambao ameutumia? Na ubunifu gani Madiba Da Classic ametumia katika Miss You Mama? Miss You Mama. Kwa sababu kwanza ni ngoma ambayo inayogusa, ukijaribu kusikia maneno ambayo yanayozungumziwa ndani big brother. Kwa sababu huyu muziki ni kitu ambacho kina changamoto kubwa. Ukiangalia ile Nzoduga kwake WJ, walijaribu kutaka kufanya kitu ambacho kinafanana na Miss You Mama, ila wakajaribu kuongezea vidogo, kwa sababu hiyo ukijaribu kuzungumza sema hivi Nzoduga na Miss You Mama, nimekukumbuka na baadhi ya maneno mengi, ulitumia ubunifu gani? Ismaili, tushana kwanza na WJ na Madiba Da Classic. Tuongelee baadhi ya wengine wasanii hapa Burundi wanafanya vizuri, kwa sababu tukiongelea sana Madiba Da Classic itaonekana sasa vile ni promo tu tunamfanyia, wala kuna vitu fulani tumeongea kimya. Unaona, acha tubani basi. Kwa mfano MB Data ni msanii, unamkubali kweli bro? Weka wasanii wote hapa Burundi wanaojua msanii yuko nguvu sana kwa mambo ya chorus ni MB Data. Ye peke yake bro, MB Data yuko nguvu. Je, unajua ni kwa sababu gani MB Data kwa sasa hasikiliki? MB Data hasikiliki kama vile unavyomjua MB Data wa MM Production. Sijui ni maana nini, kwa sababu kuna baadhi ya media wanajifanya wapo pamoja na MB Data kwa kumpromote. Baada wasema labda MB Data amekisa hela nyingi ile wakati ambao tulikuwa tukimpromote. Acha na sisi tukaze boot bro. MB Data yuko nguvu, na sikufichi big brother. Weka hawa wasanii ama legend bro. New generation inawaza sana, inawaza tufanye nini. New generation inatumika sana big brother. Ndio muziki wa Burundi unapaswa kuwa na muziki, ni changamoto. Wao wanatengeneza skendo za matusi huko kwenye mitandao bro. Tujaribu kuiga wa Tanzania, wanatengeneza beef za hela, beef za fani za kuingiza pesa, na wanajaribu kwenye mitandao yao kuweka eti wana beef. Unakuta ni watu ambao wanafanya nini, wanazungumza big brother. Kama Mr. Champagne unadai ya kwamba kuna kipindi ambacho amefanya huko Ndahati hivi, anadai ya kwamba eti wa kukasirika akasirike. Hamna muziki wa Boja Flava bila Farious big. Ametamka yeye mwenyewe. Sasa wewe kama mwanamuziki utaweza kuzungumzia hivyo? Bro, kweli Farious Big ni legend na anafanya vizuri. Hafanyi vizuri zaidi 100%. Hamna, anafanya vizuri, kuna baadhi bro.
kuna msanii ambaye yuko Bantu Boy Dramati. Bro, ile EP yake yote anza mwanzo mpaka mwisho, ngoma zote ni kali. Je, tatizo liko wapi? Hawampromote sana. Lebo yake jaribu kumpromote sana. Maana Bantu Boy haina uwezo wa kupromote Dramati afike kwenye kiwango kingine. Bantu Boy ni wachoyo, wanajaribu kumpush Farious Big peke yake. Ni wachoyo, Bantu Boy ni wachoyo. Wanajaribu kumpush nani? Farious Big peke yake, hawajaribu Dramati. Bro, ile EP yake ni kali sana. Ile EP yake ni kali sana. Ni ngoma ngapi? Bro, kwa sababu mimi Kiingereza siko update sana kwa Kiingereza, niko update sana kwa Kiswahili pia na Kifaransa. Ngoma, kuna hii ngoma ambayo alitoa clip video labda sema za ngoma Your Man. Ile ngoma ni kali bro, kwa sababu kuna sehemu ambayo anasema hivi eti kuna mtazungumza Kiswahili kwa sababu siko update sana kwa Kirundi. Eti labda ninajifanya punch kwenye mambo ya kupenda, labda nahitaji marrange ya Range Rover bro. Big brother Dramatic, congratulations sana my big brother Dramatic. Unasikia yani your man ni ngoma kali sana. Sasa Ismail, watu wanasema kwamba watangazaji hapa Burundi wengi wanaongea Kiswahili, unatanaga ni mashabiki ama wanamfuatilia sana kwa karibu Ismail Niyonkuru. Unaongelea nini hicho kitu? Bro, mimi sifanyi utangazaji ili ya kuiteka Burundi peke yake. Nafanya Kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo iko international. Kwa sababu mimi sikufika kwenye chini yangu With The Locals TV. Seriously, si Warundi wengi ambao wananifuatilia. Wengi wao ni nini? Wengi wao ni Watanzania ambao wananifuatilia mimi, kwa sababu najaribu kutengeneza kitu ambacho nikifanya kipindi, uwe Mtanzania utasikia, uwe Mrundi utasikia, uwe Mnyarwanda utafanya nini? Utasikia tu. Sio kwamba kwa sababu ya Ismail Niyonkuru. Hamna, Ismail Niyonkuru sana kukubali, anafanya kazi zake kivyake na mkubali. Na kuna baadhi wengine watangazaji ambao nakubali, ila sio kusema kwa sababu ya Ismail ndio maana labda mtu anatengeneza vipindi kwa Kiswahili. Hamna, kwa sababu mimi vraiment sikufichi. Mimi ni Mrundi ila mwenye asili za Kitanzania. Umekomalia Tanzania? Ya, na mimi mzaliwa wa Tanzania kwa sababu hamna, mimi ni mzaliwa wa huko da. Unasikia? Na wengi wataiga mengi kutoka kwangu. Kipindi chenye tutacheza kupitia With The Locals TV. Wengi wataiga mengi kupitia kwa Ismail. Brother, mimi naweza nikasema kwamba watu kama nyinyi mnakuwa mnahitajika katika hii industry yetu ya Burundi, japo wengi wanawapuuziaka. Kwa sababu nikisema hivi, huyu muziki una mengi sana ya kufunzwa, lakini wale machipukizo, unaona huyu mtoto mdogo, yani kama hauna ile nguvu katika kazi, hauna ile kimo ya kusema huyu mtu ni mtu mkubwa sana, yani wanapuzia, wanasema toka. Ila mimi kwa kweli nafurahi sana tena, nashukuru sana tena, nakubali kabisa ushauri kutoka kwa Ismail. Neno moja unaweza kuambia kama mashabiki wa With The Locals TV na mashabiki wa FlipG TV? Imesema acha tuongee mawili matatu na huyo kijana wetu. Okay, cha kwanza kwa sababu acha nianze kwenye With The Locals TV. Wewe kama unamkubali Ismail Bashigwa, Mr. Punda Mswahili, kama ni shabiki yangu na ni shabiki wa With The Locals TV, jaribu kidogo ingia huko YouTube kuandika FlipG TV, uweze kusubscribe kwenye channel ya YouTube. Najua usichokipata kwenye With The Locals TV, ina kitumaini ya kwamba 100% utakipata labda huko kwenye FlipG TV. Na nyinyi wapenzi wa FlipG TV, utaweza kwenda huko kwenye With The Locals TV kufanya subscribe, upate mambo madhuri ya Kiswahili, kwa zile siri zote ambazo hizo features za wasanii bro, utazipata kwa Ismail Bashigwa. Asante sana mapenzi wa FlipG TV, wanasema eti Ismail naomba eti asante sana, anashukuru sana cameraman MC Brizo. Yes ndakubwira ati arikoresha umwanya rero, ndakubwira ati banda mushikiriza impano guys, impano nkizi zirakenewe muri industry yacu kugira dutere imbere. Ni byinshi dukiwe kwiga, ni byinshi dukwiye kugerako kugira tugeraho dushaka gushika. Nituzokwama muri yegeregere ngo no tuzoshika aho dushaka, ariko nitwumviriza impanuro tukazigendera tuzogera ku cyo twifuza. Ciao.